Mwaka jana ulisubiri ukasema utafanya mwezi wa tano ukaisha, utaanza mwezi wa sita ukaisha, utaanza mwezi wa kumi ukapita, na mwisho wa siku mwaka jana 2025 ukapita. Saa hizi mwezi wa kwanza huu mwaka 2026, mwaka mpya ule uliokuwa ukiusubiri kwa hamu sana, na ni mwaka mpya ule ambao uliushangilia sana saa 6 ya usiku. Sasa ule mwaka mpya sio mpya tena, umeshaanza. Huu ni mwezi wa kwanza, sio mpya tena. Tayari nusu ya mwezi ishaisha, tumeshaikata nusu kabisa ya mwezi wa kwanza. Kwa hiyo sio mwaka mpya tena. Acha kukaa na akili ya mwaka mpya, maana naona umeshaanza kusema umeuanza vibaya. Hivi unajuaje huu mwaka wewe umeuanza vibaya na mwezi ni mmoja tu wa kwanza nusu sasa hivi? Kwa nini huo umeuanza vibaya? Hapana, saa hizi ni mapema mno kusema mwaka umeuanza vibaya. Bado unaweza kufanya marekebisho na mambo yako ukayapanga tena vizuri kabisa, na muda unaruhusu sana, Usiache ndugu yangu ukasema umeukosea tena huu mwaka umeuanza vibaya. Hapana, huu ni mwezi wa kwanza na tumeumaliza nusu tu. Bado unaweza ukapanga tena mipango na ukaanza tena vizuri tu, na huu mwaka ukawa vizuri tu kwako. Sikiliza nikwambie kitu kimoja, hakuna mwaka mbaya wala mwaka mzuri. Miaka yote ipo sawa tu. Huo ubaya na uzuri kila mtu huwa anauvika kulingana na mambo yake yeye, kulingana na matarajio yake yeye na vitu anavyovitaka yeye. Huo ubaya mtu anauvika kulingana na vitu ambavyo yeye ameshindwa yeye binafsi. Na mtu anayesema mwaka mzuri ni kwa sababu amefanikisha mambo yake. Kwa hiyo kimsingi hapa tatizo sio mwaka. Tatizo sio mwaka kuwa mbaya wala mzuri. Tatizo ni wewe na mipango yako, ni wewe na utendaji wako. Umeshindwa ndugu yangu tu kupangilia vizuri mambo yako. Ndio maana unaona kuna mwaka mzuri na mbaya. Pangilia tu mambo yako vizuri, hautaona kama kuna mwaka mzuri na mbaya, na wala hautaona mwezi mzuri na mwezi mbaya. Jifunze tu kusoma majira ya mwaka katika mkoa unaoishi yalivyo. Majira namaanisha masika. Ijue masika kwenye mkoa wako wewe, masika huwa inaanza mwezi wa ngapi, na kiangazi huwa kinaanza mwezi wa ngapi. Sasa pangilia mipango yako iendane na misimu hiyo jinsi ilivyo kwenye huo mkoa wako, au kwenye huo mji wako, au kwenye hicho kijiji chako, au hapo kijijini kwenu, au hapo kwenye mji wenu. Jifunze kujua tu majira ya hapo, kwa sababu majira ya hayafanani moja kwa moja kwa miezi yote, kwa miezi yote pamoja na mikoa yote. Kuna tofauti. Majira ya mwaka yana tofauti kidogo, hasa kwenye msimu ya mvua na kiangazi kwa tofauti. Kwa hiyo wewe usome mkoa wako, soma mazingira yako wewe. Je, misimu imekaaje? Alafu pangilia mambo yako sawa sawa na hiyo misimu ilivyokaa. Na maanisha kama jambo la kufanya masika, pangilia jambo la kufanya masika, na kuna jambo la kufanya kiangazi, pangilia jambo la kufanya kiangazi. Kwa hiyo kila kipindi kiendane na kile ulichopangilia. Hautaona hayo makosa unayosema umekosea, na hautaona mwaka mbaya, wala hautaona siku mbaya, wala hautaona siku ya Jumanne sijui siku mbaya, siku ya Jumatatu sijui siku mbaya. Utaona hayo mambo. Wewe pangilia tu mambo yako. Alafu kwa kawaida vitu haviwezi kwenda kwa namna moja. Pamoja na mpangilio pia uelewe changamoto zipo. Lazima tu kuna changamoto fulani utapitia. Hizo changamoto hazipo kukatisha tamaa, zipo kukuboresha. Kwa hiyo usiogope kupitia hizo changamoto. Lazima kuna changamoto fulani utapitia ili kufanya uwe imara zaidi, lakini wewe endelea. Alafu sio lazima upate matokeo 100% au 90%. Hata ukipata matokeo 50%, bado wewe ni mwamba na umefaulu sana tu, kwa sababu kuna watu hawafikishi hata 20%.
ya matokeo katika vitu walivyovipanga. Kwa hiyo ndugu yangu, kama wewe utapanga na utafikisha at least 50%, basi wewe bado uko vizuri, wala usisikitike, uko vizuri, kwa sababu matokeo hayawezi kuwa vile vile kama ulivyopanga. Hapana, hayawezi kuwa vile vile, kwa sababu ndugu yangu, dunia hauiendeshi wewe, wewe unaishi ndani yake. Kwa hiyo wewe uiendeshi, ila wewe unaishi ndani yake. Kwa hiyo huwezi kupangilia vitu alafu vikao katika namna hiyo hiyo bila makosa, bila kasoro, haiwezekani. Kwa hiyo kubali kasoro, kubali makosa, rekebisha, tuendelee ndugu yangu. Hakuna kuacha, hakuna kukata tamaa. Hapa ni kukimbiza mwanzo mwisho, kukimbiza mwanzo mwisho mpaka ipatikane. Kanuni ya pesa, namba 1, tafuta pesa mpaka uipate. Namba 2, kila unapoanguka kumbuka kanuni ya kwanza. Namba 3, hakikisha kanuni ya kwanza haivunjiki. Kwa hiyo nafikiri umeelewa. Hakuna sababu, hakuna excuse, ni kutafuta hela mpaka uipate, kwa sababu usipoipata ndugu yangu utasulubika vibaya sana. Hii dunia hii sio rafiki kabisa kwa mtu ambaye hana pesa. Kwa hiyo ndugu yangu, pambana, hujachelewa. Huu mwaka mpya kabisa bado unaanza, sio mpya katika maana hiyo wewe unaizungumzia, hapana. Mpya nikiwa na maana ya unatosha kufanya mipango yako ikaenda. Kwa hiyo bado mapema kabisa, tuendelee kupambana mpaka kieleweke. Mimi mpambanaji mwenzako nipo kwa ajili ya kukupa nguvu na kutia moyo na kwa ajili ya kukuhamasisha na kukukumbusha baadhi ya vitu, kwa sababu wote wapambanaji. Kwa hiyo tuko pamoja sana ndugu yangu, na kutakia kila laheri na hii siku nzuri, tuendelee kuwajibika.